Yes, yes. My goodness. Yes, iko vizuri. Yes, iko vizuri. Iko vizuri sasa. I think mnanipata. Pole kwa hiyo sound manze. Nimekuwa nikijiatia all along. Oh my goodness. Pole 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 bwana. Sasa hizi 25 minutes nimekuwa nikijiongelesha bwana, na ndo maana nashangaa. Very sorry bwana. Yaani 20 minutes nimekuwa nikiongea bila sound bana. Hata hawangeniambia hii si bro bwana. Yaani nilikuwa nikijiongelesha and then these people they are not telling me that the sound are not okay. Bana. Bana. I'm very sorry. This is unprofessional but I request that munisamehe kwa hili. And actually tumefanya makosa. I thought that the sound hata watu wangeniambia. Wamekuwa hapa, they have been watching. Baba Nabendo, thank you so much. God bless you. I'm very sorry my dear friends. Guy. Yani all along nimekuwa nikijiongelesha. Guy. Ndio mimi nilidhani hii mic ziko connected and all along. Nimekuwa nikijiongelesha. Anyway, hayo ndio maisha tuko nayo na hiyo ndio life tunasonga tu nayo na yunayo. So nianze tu from where I started. Let me just start from zero. Yeah, I think mnanipata. By the way, baba na bendo, I think you should tell me kama imeshika tena vizuri. Acha nijaribu nione. For the very first time this thing is happening to me and sijawahi iona hivi. But I'm sorry. I'm very sorry. Very sorry. Very sorry. Good. Now the sound is clear. God bless you. Oh, Mark PK anasema kwamba no sound. Thank you so much. Baba Bendo nabakorosa. Oh yes, nimeona. Ninaweza kuwa shida. That is why thank you so much. I'm very grateful. Actually, I'm very grateful. I'm very sorry for those people ambao cause wametumia bundles awanisikia all along. Kaki, thank you for those who have commented all along. God bless you. Now we are talking about heartbreaking moments zenye tunakuwa nazo kwa maisha yetu. But now before I continue, let me just start afresh. Let me just start afresh. I'm very sorry. Actually, I'm very, very, very sorry. I didn't know this was to happen. I'm very sorry. Actually, I'm very sorry for all this. I'm very sorry. Hiyo sound imekuwa like sikuwa najua kabisa. Now let us get to the point. Thank you. I hope that your day was good. Najua kwamba Mungu amekubless, amekuinua, amekubariki, amekuongoza all along. Mungu amekujazz, amekupa nguvu, amekuinua and you are blessed. And tunajua kwamba leo ikiwa ni Members Day, we are back to studio and we are happy that God amefanya kitu kwa maisha yetu and we are moving hatua baada ya hatua. Najua kwamba kuna ile heartbreaking moment ambayo uliwahi kuwa nayo kwa maisha yako. Kuna ile heartbreaking moment ulikuwa nayo. Yes, this is what we are talking about today. Kuna ile heartbreaking moment ulikuwa nayo. Sijui kama ni nani alikukosirisha, ni nani alikuletea hiyo heartbreak. Inaweza kuwa ni bae, inaweza kuwa ni ndugu, inaweza kuwa ni jamaa, but all along imekuwa kwamba we have to accept. Kuna vitu ambavyo tunastahili tufanya nini? To accept kwamba hii nao ni heartbreak, hii ni heartbreak. Hii ni heartbreak, imekosiwa hivi na hivi. But we are happy. God is making a generation is making good things to us. So we should not be worried. Kabisa. I hope kama sasa hivi mnanipata, mic iko very clear. I think iko very clear. Good. I'm seeing now it's clear kabisa. So we are talking about kuna situation ulikuwa nayo. It was so heartbreaking. Amekusumbua. There are those people who are heartbreaking. Wanafanya usikuwe na breakthrough kwa maisha yako. Wanafanya usikuwe na breakthrough kwa kila kitu ambacho nakifanya. I'm telling you today, my dear friend, my dear brother, what is making that heartbreak? Haitasonga mbele. Oh yes, haitasonga mbele.
Now today tunataka tuelewe kwamba hizo heartbreak zenye watu wamekuwa wakifanya kwa maisha yako, oh, they have been resulting that heartbreak to you, hazitasonga mbele, they will not go far, they will not go far. God is going to rescue you in Jesus name. Somebody say hallelujah. Hey. So this heartbreaking moment, nilikuwa nasema like Jesus mwenyewe alipokuja duniani himself, Yesu mwenyewe alikuwa heartbroken. Jesus, he was heartbroken. And then you get to ask yourself, Yesu alikuwa heartbroken na hakuwa na binti bana kukatia, hakuwa na binti wa kukuingia kwenye mahusiano. Why are you saying this, that Jesus was heartbroken? Yes, he was heartbroken. No, you get this? Yes, he was heartbroken. Why? Just imagine wewe leo be wako amekusaliti, amekwambia like mimi simjui, and you've been all together, mmekuwa pamoja na yeye, and just in a few minutes amekwambia like mimi hapana, he is not mine, anakudanganya, he is not mine. So you were like, oh, I'm not his. How now? How now? Yani all along tumekuwa tukipush, alafu unaniambia like hatuko pamoja. How now? So Jesus was heartbroken. Why? Watu wenye walikuwa close na yeye walitanukuwa wasumbufu. Walitanukuwa wasumbufu waje. Just imagine your closest friend akikwambia like akiambia watu mimi simjui. Huyo mtu mimi anakuita mtu. Huyo mtu mimi simjui. Huyo simjui kabisa. Yani is like unaniambia kitu yana sijui kabisa kwa maisha yangu. So like akikwambia like simjui, and you feel like you are very low. You are denied before the world. Ulikuwa unapeana hiyo ring yako, hiyo ndio inahusiana na maisha yetu. Ulikuwa unapeana hiyo ring yako siku yako ya kuwed, ama siku yako ya kumwambia like I want to stay with you in the rest of my life, and then heartbreaking thing anakwambia mimi sikujui. Oh yes. Now Jesus was heartbroken. If Jesus was heartbroken, sasa mbona wewe? What about you? Because he was heartbroken na alishinda. What about you? These heartbreaking moments, they should not lower our esteem. They should not lower us. We should think victorious. We should think we are more energetic. God is with us. God is giving us a new strength. God is helping us. God is giving us the new and fresh blood in our bodies. Hallelujah. Sasa nipumue kidogo niseme oh yes. Acha niweke kama muziki kangu bwana. Yaani kumbe nilikuwa naongea na isikuwe nasikika bana. Hao watu hawana ubro. Si ndio? Anyway, si hawana ubro. Hey, yes, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Baba na Bendo. God bless you so much. Hey, kabisa. Yes, it is heartbreaking. Why? Yes, Jesus was rejected. What about you? You can be rejected today. Unaweza kuambiwa leo mimi sikujui, sikufahamu, sijui kile ambacho umekuja kutafuta hapa. Yaani sijui nani alikuleta. Oh my. Sijui ni kwa nini uko hapa. I don't know why you were here. So you should not even be talking to me all this. Oh my. Vitu ni vingi vinatokea kwa maisha yetu, and you are like you're worried. You're so much worried. You don't know what to do. But Jesus is here. Jesus is here. Oh yes. Ye mwenye alikuwa heartbroken na pia amekuja kuambia those people who are wounded, you're heartbroken, I'm here for you. Hallelujah. So hii tabia mbaya I don't know how to frame it. Hii tabia mbaya ambayo inatukia kwetu, we should not just say like it is ilitukia kwangu peke yangu. No, even Jesus alikuwa heartbroken. The heartbreaking moments, hii nilikuwa ninashare kwa wale wote ambao tulikuwa hapa ndani, because amuko mnanisikiza. They have been here, they didn't tell me the audio is not clear, but now this is what I'm telling you. Leo tukiendelea kuandaa siku hii ya Sabato, hii siku ya Saturday ya kesho. Kuna wengine Sabato yenu ni Sunday. When we are just wengine tumeenda kanisani leo.
umeenda leo umesoma Quran, umeambiwa 1 to 3, but leo pia nataka tu tuchambue hiki tu alafu uelewe, ndio uelewe. Jesus was heartbroken. Jesus was heartbroken. Yes. So there are heartbreaking moments in your life. Like kama mimi nimekuwa heartbreaking moment in my life. Just a moment after nimeshare, lakini siko najua what I was sharing is what I'm passing through. Oh my goodness. So it is heartbreaking. Things are not good to your life. Nataka unipate hapa vizuri. So kuna kijana ama kuna mtu fulani hapa amekuwa heartbreak because of 1 2 3 and uka feel like I don't deserve this. I don't deserve this. So what do you deserve? You deserve blessings. You deserve healing. You deserve a promotion. You deserve you deserve anointing. You deserve everything. Lakini unapata like what you want is not what people want to your life. This is not what people want for your life. But I want to tell you, I want to announce to you that there will be no more heartbreaks in your life, but there will be blessings into your life. Somebody say hallelujah. Yes. 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 Yes, it is heartbreaking today. Inakuwa kwamba ni tough leo, but tomorrow it will never be the same. God will lift you. God will bless you. God is going to anoint you. So tumekuwa tukisumbuka like life yangu itakuwaje? Like life yangu imekuwa miserable and all that. But now I want to announce to you. You serve a living Father. You serve a living Jesus. You serve a living God, and He will never disappoint you. Now, a heartbreaking moment ndio hii pia. There's this lady alikuwa ameoleka na Bwana. When alikuwa ameoleka na Bwana wakaka like 7 years, just the 7 years in marriage. This is something that I should share without being like ni kama ninakuogopa nakwambia nini. I'm telling you the truth. They just lived 7 years without having what we call a child. So they just lived a childless life. But all along, Bwana alikuwa nadhani bibi ndiye alikuwa shida. So alikuwa akithrow stones kwa bibi yake. Alikuwa akimwambia all that is not blessing. And this is against kitu yenye waliongeanga kwa bibi, kwa vows. Walikuwa wanasemanga, oh, I will love you, I will cherish you, I will wow! Alikuwa anamwambia vitu mingi. Oh my. Kumbuka ile day yene ulienda kwa wedding show ama wedding show. Now wakati wanafanya vitu kama hizo tunadhani ni show. Lakini sasa this is real, walikuwa wanafanya wedding. Ukumbuke zile wazee walipeananga, you are my egg sometime, you are my sweet potato, you are whatever, you are my avocado, you are my pineapple, you are everything to me, you are like my soda which is Fanta, you are my Coca-Cola. I don't know all that walikuwa wanasema. But now all along, wakati walifika kwa hiyo story ya life, maisha yalikuwa yamenasegemnege. Mungu tunataka tu usaidie hawa watu. So hawa after all that long time walikuwa wameishi kwa that marriage, walikuwa wameongea in that marriage, walikuwa wamekubaliana, walikuwa wamechukua mkataba, kila kitu kilikuwa shwari, they had taken everything to themselves. Sasa hapa ikakuwa like 7 years alikuwa namtupia stones. So in the 7th year ndugu alikuwa na mpango wa kando na alikuwa amepata watoto wawili. Hapo watoto wawili. Sasa alikuwa anashangaa, na mimi na huyu bibi wangu halisi mbona hapati mtoto, na huyu jirani ambaye nilikuwa na yeye akona watoto wawili sasa hivi. Oh my, I want you to get this. Satan is a liar.
He's a liar. This man cheated. Yes, he cheated. He was living with another lady. Now walikuwa shapata mtoto. Oh yes, mtoto watoto wawili. Yes, alikuwa during the time they were in that relationship, you see. So watoto walikuwa na recognize kama daddy, daddy, daddy. They were calling him daddy, 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 you know. So all that long time alikuwa anaitwa daddy, daddy, daddy. So alikuwa ameanza kuwa fed up na hii marriage yake, na alikuwa ashaingia kwenye marriage for 7 good years. 7 good years. Tell me. Akamwambia sasa wewe I want to. So huyu bibi akamwambia baze, huyo ni concubine anamwambia maze, si umpe huyu dem divorce, mwambie hata kama mulimari kwa wedding maze, you want a divorce ndio tuingiane, kama hautaki ndio mimi huyo nasepa. Sasa what happens is after wao kuingia hapo kwa hiyo marriage, wakaamua hasa, wakaanza procedure. Bibi yako anataka, lakini bwana anataka. So what happens is alimwacha akaenda. Alipoenda, what happens is what si waliachana, lakini after that the process ya 1 month the process ya hiyo story ya divorce ichukua 1 month. What happened to this lady? Alishangaa. She was a very prayerful lady, and by the way, those ladies who are very prayerful, hata kama you will be heartbroken, God is going to make another way for you. I tell you, this is very serious. God is going to make something, a way for you, and you should not worry of anything. God is going to make a way for you. Trust me, God is going to make that way, and never worry yourself. God is going to make that way. I believe that God anaenda kufanya hiyo way kwako, na utaenda ukiwa successful. Katika dakika 7 baada ya saa 3 saa ya Afrika Mashariki, tukiwa kwenye mashine ya Christ, tunaendelea kushare vitu ambavyo kidogo vinatu challenge kwa maisha yetu, and we get to know what God can do is perfectly enough for us to trust in him. Oh yes, it is perfect. We serve a perfect God, and he will never leave us. He will never leave us to get stones. Walipoacha, this is what happened. Bibi alienda akapata flow, the first flow kabisa. Akadhani ameingia kwa menstrual, alikadhani ameingia kwa menopause. My goodness. Yeye kuenda hospitali akasema, sasa mimi nimekufa, sina mtoto. Menstrual flow ya mwisho ndio hii leo nimeona. Jesus. Yeye kuenda hospitali akaambiwa, no, you found a breakthrough. Your eggs are fresh and are good, and you can have a baby. My goodness. You know, she was once heartbroken. Akaambiwa, now I want to divorce. You know. Sasa ile perepere ya rafiki ya huyu dada, wakati walikuwa wanamaliza sasa, wakati ashaenda kwa daktari ndio walimaliza, akaambiwa you are now ready. Okay, you are good. Sasa walipoenda kusign hizo contract, alikuwa na smile hivi, and then sasa wakati bwana anaona bibi anaanza kusmile, anaanza kufeel like ni kama alipata mwingine, yani alikuwa na mwingine kumbe na sijui. Barakaambiwa, ndugu yangu, wewe ndio ulikuwa na mtu mwingine, mimi sikuwa na mtu mwingine. You see? So wakati ulikuwa na mtu mwingine na mimi sikuwa na mtu mwingine, nini inakusumbua? Kwa sababu all along mimi nimekuwa tu nikistruggle na maisha yangu. Yalikuwa magumu. Wewe uliniacha all that time. But I got the breakthrough. Kwa sababu yule rafiki yake aliweza sasa kutoboa asili. Akasema, eneo mimi I'm good. I'm positive in terms of getting a child. Ndugu akaambiwa, sasa wewe kitu utafanya, enda hospitali uweze kujua kama uko sawa. Sasa ndugu wakati anaenda hospitali ndiye anaanza kufufuka.
mawazo yake ndio anaanza kufunguka, anaambiwa you have low sugar, sijui ni low sugar, you cannot fertilize. Na yeye ndiye alikuwa akitupa mawe kwa bibi yake all along, hauwezi nipatia mtoto, hauwezi nipatia mtoto, na kulisha hapa kama graton. Those are heartbreaking moments, but I want to tell you, even with that childless life, you can live a fruitful life with Christ Jesus. Oh yes, this woman was not just crying for it was not a in vain cry. It was a cry that was answered. Yes, bwana anaenda anarudi nyumbani, anaanza kuuliza yule bibi mwenye aliamua, because this pressure was coming from this concubine lady. So wakati alikuwa anamwambia divorce this woman ambayo ni your woman, alikuwa anamwambia mdivorce kabisa, mimi nataka umdivorce ndio niingiane na wewe, kama mtaki watoto wangu utawahi waona, na mimi nimeandaka hivyo, nimesepa na my ways. So bad my dear friends, it's so bad. So wakati alikuwa anamwambia hivyo, this is what happened. What went wrong is, Satan is a liar. Somebody say hallelujah. Satan is a liar. Satan is a liar. Ukweli is a liar. Yeah, trust me, is a liar. Is a liar. So akamuuliza, na watoto ni wangu, akampelekea reports za hospitali, akamwambia leo ndio unahama, leo ndio unahama. So he had, leo wacha nikwambia, before you make any decision kwa maisha yako, ask God. Ask God. You may just think you're doing the right thing. You are doing the right thing, but you're not. You are not. You are not. You are not. You are not. I tell you, you are not. So better work with God and move with God. Itakusaidia. Otherwise, what are you left with? You are left with God. So these heartbreaking moments ziko kwa maisha yetu. I was talking about siku moja mimi nikaenda nikafanya kazi. Asa mimi kufanya kazi because nilikuwa nime expect a lot. I had a lot of expectation about this money. Like nilikuwa nafikiria nitabuy kitu fulani, nitabuy kitu fulani, and then alafu nikishabuy nikitafanya hivi na hivi na hivi. You know what went wrong with me, or what went wrong with my life is that maze after kumaliza ndio ninapewa pesa nusu ya zile pesa nataka za kazi. Sasa mimi nikaanza kujiuliza, how come hakuniambia before we start this journey? Yeah, this journey. Before we start this journey, mbona hakuniambia? Why? Na hizi pesa nilikuwa nimezipangia bwana. Why? So all along ikafanika tu hivyo, and then maisha ikakuwa ngumu kwetu, kwa ngumu, nikakasirika. I was heartbroken, you see. So being heartbroken, right, si kwa yule mwenye ameoleka ama amekuwa in love alafu kaacha tu wewe na kwa heartbroken. There are many situations ambazo they are heartbreaking. They heartbreak me. Yeah, it heartbreaks you. It heartbreaks her. It heartbreaks everybody. So you should be ready. Never accept heartbreaks in your life. Accept Jesus. Even in that heartbreak, tell God to help you. Tell God to help you. Tell God to help you. Anyway, I don't know what happened to you. Wale wote ambao mnaendelea kututazama pale, I have already shared the link. You can get in, share your heartbreaking moments in this life. What heartbroke you? What is this line ilikuwa heartbreak? Share it frankly and say how God helped you. Mungu alikusaidiaje in that situation? Utaweza kupata those results in Jesus name. Kabisa. Yes. Yes.
Karibu sana ikiwa unanipata kutoka maeneo yoyote unapoendelea kutupata. We are saying which kind of the heartbreaking moment ambayo unaikumbuka kwa maisha yako ambayo ilikuwa so weird, ilikuwa so bad. So you can get onto this link, follow this link right away, alafu kisha follow utaweza kuongea na sisi right away in the name of Jesus. Let me just as well niweze kuangalia kama bado niko nasikika, because ile time nilisikusikika kabisa, kabisa until I feel so bad one, so bad, ni feel so ilikuwa so bad, kufeel so bad, hiyo ilikuwa mbaya sana. Until I feel so bad. Oh, nimejisikia. I'm there. So you can follow us. The link is just there. You can follow that link. We get to talk. Which is this heartbreaking moment that you've ever faced in your life? Hii heartbreaking moment manze, uli face hadi uka feel like hii ndio life. Hii ndio life. Hii ndio life. Nitaendelea kuishi good. Hii ndio life. Pata siri leo. What is this? Which is this heartbreaking moment ambao uliwaishi nayo? Which is this heartbreaking moment? By the way, I'm waiting for you. Ingia ndani. Otherwise, let me just share this song and then we'll get back. We'll get back so that tutazungumzia swala hilo kwa undani. Nikikuja ni kwa sababu ya kumalizia, kwa sababu nielekea mida ya saa 3:30. We'll be finishing by the time that tutaagree kama tutamaliza saa ngapi after you've come. So moyo wangu by Chebos ndio nitacheza hapa so that you get to know this very song ambayo tutaicheza saa hii tu. So let me just see, mbona hii kitu haifanyi kazi. Let me check. I'm checking my computer. Otherwise, endelea kupata hii instrumental. Nikiendelea kucheck my computer meanwhile. Yeah. Yeah, I'm back again. So tuendelee kushare hizo stories zetu. Heartbreaking moment yako kwa maisha yako ilikuwa ni gani? I want you to share with us today. Heartbreaking moment kwa maisha yako ilikuwa ni gani? Were you heartbroken? Who is this person who has heartbroken you? Ama who heartbroke you ni nani? What broke you ni nani? Who is this person? Want to share? Just share this link with your friends and the many people who are there. So nikikuona backstage na kuingisha, let me just play this song. And by the way, you know, good news ni kwamba by the way, I haven't shared this. This month we are going to be blessed with two men of God ambao watakuwa wanaingia hapa. That is next week on Friday. Tutakuwa naye yule ambaye anaitwa Fred Omondi, the singer ambaye ameimba Mwamba, the song called Mwamba. So next week, be locked up sana. Hiyo itakuwa ni ushuhuda wake. Tutakuwa tunajua ushuhuda wake ulikuwa namna gani. We'll get to know that and we will be blessed. I tell you, we will be blessed. And then at the end, the last Sunday of this February, be ready. I tell you. Sasa unajua niliwaambia last year June tulikuwa naye Patrick Kubuya. Last year June. Sasa this year mwezi huu wa February we'll be talking live with Patrick Kubuya. So be ready for that. So those are the bookings that this month. Alafu next month pia itakuwa na breakthrough yake. So be ready for this man. Nakwambia, be ready. He is coming. Any question that you have for this man of God, yes, you'll get that. I tell you. So you'll be getting them live right from here, Kisi Hot TV. Na mimi Papa Isaac Lena nakwambia. So I'm planning so that next month ambao ni March pia tutakuwa na waimbaji zaidi. Kama hii this month tutakuwa na Patrick Kubuya na huyu Fred Omondi. Fred Omondi ndio wa Kenya, ataanza this next Friday. Alafu the last Sunday of this month, that is February, tutakuwa na huyu Patrick Kubuya. So next month we'll be organizing
tupate this duo, these people ambao wamekuwa, we are planning, God helps us kabisa, tukue naye Evelyn Wanjiru and Eunice Njeri their own time zikiwa separate. So that is my target, that be our target. Anyway, tupate huu wimbo wa our sister. I think the time Patrick Kubuya aliwahi kuwa hapa tukamuongelesha. This lady talked to her. I mean some of the ladies talked to this man of God, na pia jana tukiongea na yeye kupitia mtambo wetu wa WhatsApp, tuliongea akapromise kwamba the last Sunday I just tell him and he will be there. By the way, there is so many Kenyan singers ambao kidogo ni hawawezi kubali kuingia kwa show, but for this man is ready for us. So welcome, tupate wimbo huu kwa njia ya taratibu. God bless you. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni, bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Ewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Sijui bila wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Yawe, wewe
yote kwangu. Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, wewe ni yote. Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, wewe ni yote kwangu. Wewe ni yote kwangu. Yawe, ningekuwa wapi? Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, ningekuwa. Now we are back and the other new strength kabisa, tukimalizia. This is the very last minutes, zile zinasema kwamba ni last hour. Tumekuwa tukisema kwamba there are heartbreaking moments in our lives that we need to know hiyo heartbreaking moment ya kwa maisha yako ni gani. Naangalia hapa Irene Kerubu, our favorite mom, anasema kwamba hey, I'm new here. Do the high five, watching a live from Mwalimu Hotel. Leo si Mosocho Seito, leo si Uganda, leo amefika Kisii tena, ako Kisii Hotel, Mwalimu Hotel. Thank you so much. Welcome, our great mom. We are seeing you. Baba na Bendo. Amen, amen. I'm seeing you. So those people ambao mnani text, those people who are just following, I want to know your heartbreaking moments in life. I want to know. Just get in. Say hi to my Riruta Ungwaro Riruta. Say hey to my Ungwaro Riruta team. I don't know. By the way, Irene, leo mbona nanitupa hivi jamani? Mbona nanitupa hivi? Get in ili kama tuweze kusema mbili tatu. For those people ambao mnaendelea kutupata kwa mitandao ya kijamii, God bless you. Facebook, we love you. Facebook, you can like the video as well. You can actually share it, and as well you can continue watching. As well, if you're new to us, you can just subscribe, follow, and as well you are here on our Facebook, on our YouTube channel. You are new, kindly just get as something good. Just get in and subscribe, like the video, and as well share with your friends. Inakuwa vizuri as we get on with our show this very day. So it's heartbreaking sometimes. So like I was heartbroken sometimes. So this is heartbreaking. It is heartbreaking sometimes. Like one day, tuongele. Naona ni kama nikiongelea nitachoma picha. So acha niongelee about Peter. Peter once alifeel heartbroken. Kwa sababu the same time Yesu alifeel heartbroken, the same time Petro alifeel heartbroken, because Petro na ile kierehere yake alienda kwa Yesu akamwambia, I will be with you, I will be beside you, I will stand with you, and I will be with you. Oh yes. Wakati fika watu wanamuuliza, do you know Jesus? Oh, mimi. Baba. Mimi. So there are sometimes some ways when you feel like you are heartbroken. You are heartbroken. Link nimetuma hapa mami, jameni. Let me just send away. Let me send again. Oh yes. Yes, the invite link, by the way, let me just post it right away. I'm pasting right away. Do you? Oh yes, follow that link. Link iko na shida tena. Are you saying the truth? Jaribu kuingia. Let me just use my phone. Nione kama iko na shida, because I'm just trying to use my link. It does no problem. Let me check if it has issues. Like I think it has no issues by now. Sindio? Let me check. Yes, haina shida. Nimeona hapa. Blessed mom, karibu sana. I'm seeing you. How are you?
Head girl, how are you? Niko poa, nashukuru Mola. Hey, nimekumiss. Ai. Haki, hizo link zako 3 za juu hazifanyi, Azifanyi? zinasema ended. Oh, pole Aki, but ndio maana nimeweka hii ingine. Pole. Oh, hivyo nilitumia ile ya Bishop. Pole Aki, Hiyo yenye pole. umetuma saa iko sawa. Oh, thank you so much. So unatupata ukiwa sasa wapi leo? Mwalimu Hotel? Mimi niko huku pande za Nakuru Salova Hotel. Natayarisha maandalizi ya Valentine on Monday. So How on was Monday your today? tupatane pale Elementaita. Wale mnajua Elementaita pale iko. Tutakutana pale on Monday. I see with the favor of God. Hallelujah. Hey. Okay. Aya. So by the way, leo tumekuwa tukishare a light moment about our lives, and so tumekuwa tukisema about heartbreaking moment, like amekuwa akinisumbua mimi, ninakataa ninakaa heartbroken juu amekuwa akinisumbua all along, you know. So like hii kuwa heartbroken si ile ya love. Sasa tunaongelea kuhusu kuna situation ambazo wewe kama Mkristo unakaa heartbroken, like kama Yesu kwa maisha yake he was so heartbroken, na hakuwa na msichana wa kumkatia ama hakuwa na bibi wa kukua na yeye, but yeye life yake ilikuwa like, yani una feel ile pain ya kukuwa rejected. Like Peter alikuwa amemwambia I will stay with you, I will stick with you, hata wakati unaenda kusulubishwa I will be beside you. Yesu alimwambianga aje, wewe unanidanganya hapa, hata siku yangu ya kuchukuliwa pale msalabani you will be just against me, utakuwa unasema haunijui, utanikana. And that is exactly what Peter did. By the way, what is this other time pia wewe my sister will feel you are heartbroken because of some incident ambayo iliwahi happen kwa maisha yako? Hebu tushare na sisi. Mimi kabla sijachangia, kitu ya kwanza ningepeana kupeana maandiko yako kwa Zaburi 116:12 ambayo inauliza ni nini tunaweza pea Mungu wetu. Yes. Sisi hakuna kitu tunaweza pea Mungu wetu ila ni kumshukuru kwa sababu ametupa uhai bure. Kwa sababu uhai hatuwezi tukalipia na hatuwezi nunua. Uhai ingekuwa inanunuliwa, matajiri hawangekuwa nakufa, lakini kwa sababu ametupa hiyo uhai for free on my side, mimi nashukuru. Siwezi kumlipa ila nashukuru. Tukiingia upande wa mjadala, mambo ni mingi inafanya watu wanakuwa na hiyo kuwa heartbroken. Kuna watu wanaweza kukuwa heartbreak, like kama wewe. Siku ya leo umeni heartbreak mbaya sana. What happened? Siku ya leo nimekuwa nikikualika, niko na sherehe pale Telmo na huko Kisii au kuweza kuenda. So on my side mimi sijafurahi kwa sababu you have been my friend like 1 year. So sijafurahia. Umeni heartbreak vibaya sana kwa sababu uko Kisii. Telmo iko Kisii, ungefika pale ukule keki, ukunywe ka juice, ushukuru Mungu, sema huyo rafiki tumejuana mwaka na ako hai, na kuna wengine wamepotea hiyo katikati ya mwaka. So mimi sikufurahia. But you know what, blessed mom, ni kama hujaambiwa. Tumepatana na Dan kwa hoteli, nikamwambia nilikuwa invited, nikamwambia tafadhali pass my apology, sitafika. Actually tulipatana na yeye kwa hoteli, kuna hoteli fulani iko hapa nyuma ya studio. So like tukapatana na yeye, nikamwambia guy, blessed mom hakufikisha.
Sasa mimi si mbaya, si mimi mbaya. I talked to him. So I don't fail my people. You are my good people. How can I fail you? How now? How will I start? Aya, timu Liruta iko wapi bana? Hili ni hii mjadala yenye umeleta ni mjadala mzuri sana. Oh yes. Na mjadala iko na mafunzo. Kama watu wangekuwa wanafuatilia mijadala wangekuwa wanasaidika, lakini wengine huona kama mijadala ni opposite. Mijadala ni ya kuelimisha na kusaidia watu. Kama hii mjadala umeleta kulingana na ile uchunguzi wangu. Mimi naona hii mjadala inahusu Valentine Day. Kuna mtu atakuahidi maua. Lakini ile siku ikifika zime simu. Kuna mtu atakuahidi kukupeleka out. Hiyo siku ikifika zime simu iliharibika. Halafu wewe unaanza kukua, yani unafifia kimoyo. Lakini hii mjadala inafaa tufundishe watu ya kwamba unafaa kuwa strong na unafaa kuwa ukikubali yote. Kubali mabaya, kubali mazuri. By the way, kuna mtu hata anazimia, yani anafikiria yani maua sipati, yani anazimia. Kwa hivyo tusikue watu ambao tunaangushwa na hizi vitu ndogo ndogo. Upate ukose, usivunjike moyo. Kuwa strong. Jua hii ni mwaka ingine. Mwaka ijayo utapata. Kwa hivyo usianze kukasirika, fulani hajanibaia maua, sina maua, sina nguo. Kitu ya muhimu, angalia uko hai. Uhai namba 1. Maua unaweza enda hata uchune huko kwa msituni, kwani iko nini? Listen mom, heartbreaking moments zinakuzingua sana. Anyway, naona pale, it's all right. Na uambie Deno. Tusijaribu kukutana naye pale popote. Tusikutane. Apitiange juu nipite chini. Si hata ya kwenda. Hata ya kwenda. Eneo leo uko. Eneo that was a heartbreaking moment for you. I'm very sorry. Very sorry. But God is going to be with you. Usijali mom. With me, I just sent my apology in time. Ni vile tu haukupata. So, we are sorry for that, okay? So, wewe, ambia timu Liruta, we are very sorry. We are very sorry. Otherwise, umeshare tu kitu kidogo leo. Leo ni kama you are few of words, or you miss words to say because ya hiyo anxiety. Nimekasirika sana. So nilikuwa nasema hivi. Heartbreak ni kitu ilikuweko tangu zamani. Watu wasione kama ni kitu mpya. Unajua ile kitu inaua watu wengi ni kuona kila kitu ikiwa mpya. Hakuna kitu mpya hapa duniani. Hizi vitu zilikuwepo tangu mababu zetu. Kwa hivyo wewe mwenyewe unafaa kujua hii heartbreak iko. Mtu atakuongelesha, akuambie jipange, tunaenda Valentine pale, hii hoteli inaitwa Salama hoteli, iko pale nyuma ya Integrity. Unajua kulala Salama hoteli usiku moja peke yake ni 2K. Usiku moja peke yake. Ikiwa mpaka na breakfast imehesabiwa ndani. Hiyo ni rent ya mwezi moja. 2K. Sasa mtu amekuahidi hizo vitu. Unapiga mahesabu vile pale Salama hoteli inakaa. Unaichorea. Usi unaona sasa unaichorea. Alafu ikifika hiyo siku anazima simu. Wewe akizima simu, fungulia mziki kwa kusikiza. Weka hii wimbo inasema hii ya Rogers Kangwana yenye inasema ege kuru tuombe nje manyita sikie migete. Yeah man. Sasa kiatu imekufinya.
roho yako itatulia, roho yako Hebu imba itatulia. kidogo bwana, imba kidogo. Leo ni siku ya Sabato. Imba kidogo hiyo song. Hiyo Wow. song inasema Njema. hivi: egekoro tombegete ninche manyete aseke migete tigakonga mbagamba onsabiranie. Kiatu umevaa papa? Mimi Ongeza tena siwezi verse toshea. nyingine. Ongeza Sijui verse basi nyingine. ingine, najua tu hapo. Sijuangi kwenda mbele, labda niweke tu, lakini sijui. So nilikuwa nasema nini? Kiatu yenye umevaa wewe ndio unajua pahali inakufinya. Mimi papa ukinikasirisha, niingie kwa nyumba nifungulie muziki, mimi nasahau hiyo mambo yote. Nikirudi niweke hii wimbo ya Victor Momanyi anayesema enda mwamu yao. Sasa huku ninunulia maua juu ya enda mwamu yao. Sasa hapo ndio nasikia sasa roho imekuwa safi kabisa. Yes. So watu waache kukasirika. Hiyo Monday ikifika, sijui kama kutakuwa na job. Mtakuwa na ofa ama mtakuwa job? Kila mtu atakuwa job hapa. Off itaenda wapi? F itakuwa wapi? Wapi? Yani Valentine, nauliza Valentine, mambo iko kawaida, shule, kila kitu, kazi, ama ni holiday? Kila kitu iko kawaida. Valentines ni wewe make your time, kama ni evening muende for dinner, unless kama ni dinner, but hivi vitu zingine zita happen tu kawaida. Valentines ni kitu yani inapita. Otherwise Valentines si kwamba unaipea time yote, unaipea time kidogo. Kwani Valentines itakulipa mshahara at the end of the month? Mimi nilikuwa nasema watu wasingoje kuwatubrikiwa. Watu wakue 50-50, utapata ama ukose. Na mwenye atakosa ajue next year atapata. Kwa hivyo usikasirike. Alright, sasa tuende kwa masuala ya Christianity. Christianity ni jambo gani hili kwa Christianity at least kuna mtu alikufanyia jambo kwa masuala ya Ukristo ni kanisani, ambaye ni Mkristo mwenzako ambaye you cannot forget that thing ambayo ilikuwa to break, but later kuna njia fulani ambayo Mungu alikusaidia you healed. Ni gani hii? Umeamua kuzima kamera. Haya, naona kwamba time yetu imeisha pale. Time yetu inasonga sana and ni time tu ya kuondoka hapa. So thank you so much kwa sababu ya kuwa pamoja na sisi, and all along umekuwa na sisi. We are blessed to have you here. Blessed mom Aki. Haya, atupimani. Alright, nataka kuondoka, so thank you so much kwa sababu ya kumchango wako. You the people who helped me to know that I was not having the audio for 25 minutes bila audio ban. I was just using signs and sijui nilikuwa naongea na watu wena wanioni, watu wena wasikiangi sound, ndio nilikuwa naongea na wao, but I'm very sorry for that. We will be having great moments hapo siku ya Monday. So actually weekend sitakuwepo weekend mzima, tutapatana tena ni Monday, alafu hiyo Monday tutapatana hivyo hadi tena weekend. So weekend kama nitakuwa off tukiandaa mambo na Valentines huko nje chini ya maji. Blessed mom, sasa nimesikia utakuwa wapi hiyo Valentines yako kabla tujaondoka? Nani papa, kabla utoke hapo Monday jaribu juu chini saa 8 kuja pale Mosocho Cardinal tukule keki ya shosho ya Valentine. Kama utalipia hiyo ugali mafuta tuendage na turudi itakuwa ni vizuri. Mosocho so unaweza enda tu mguu pale Cardinal ama Vonyonga. Mguu tusidanganane. All right, thank you so much.
Tunataka tumalize pale. Thank you for your contributions. God bless you. Otherwise it is very simple. Unajua unastahili uwe na kitu moja, ujue like heartbreaking moments ziko kwa maisha yetu, na lazima tujue vile tunastahili kuenda nazo. Lazima tu understand na tu accept kila kitu, kila event, kila situation kwa maisha yetu, ili tuendelee kusonga mbele. Otherwise, thank you for your time and let us meet next week on Monday. God bless you. Goodbye. Waambie goodbye, bless mom na uto. Oh, wametoroka. Otherwise